Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaketi sasa. Sasa kabla hatujasonga, naomba nijitambulishe kama ambavyo kiongozi amesema. Ninaitwa Kenneth Mtweve, na niliwaambia watu nilipokuja hapa siku ya Alhamis, katika kuendelea kumtumikia Mungu, Mungu akatuita katika wito huu wa kichungaji, wa kuchunga kundi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa wito huo, lakini pia nipende kumshukuru mtumishi wa Mungu, askofu wangu na mchungaji wangu Pastor Deogratias Ngoma, ambaye kwa maongozi na utii wake kwa Mungu leo tunaendelea kumtumikia Mungu katika ufalme huu, na kwa sababu yeye alitii kuitikia wito huu. Lakini pia nipende kushukuru uongozi wa kanisa Mito ya Baraka, wachungaji wote, uongozi wa vijana, lakini pia Bishop Mwakibolwa kwa kutupa fursa ya kuweza kusema na vijana. Ni mara chache sana kwa sasa, kwa nyakati tunazoishi katika kanisa la leo, kuona kwamba watumishi wa Mungu wana moyo wa kuweza kuruhusu neno la Mungu liweze kutamkwa katika madhabahu ambazo wanamtumikia Mungu. Hebu tuwapigie makofi viongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nikushukuru wewe kwa kuchukua hatua ya kuja. Umefanya maamuzi mazuri sana, na nataka nikwambie na nataka nikuhakikishie, Mungu ninayemtumikia aliyenituma kwako leo, usiku huu hautakuwa usiku kama usiku wa kawaida. Maamuzi uliyoyafanya ya kuja hapa ni maamuzi ambayo yanaenda kubadilisha mtazamo wako na mtembeo wako katika maisha yako ya kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama yuko mtu usiku wa leo ambaye yamkini amekuwepo kanisani au hajawahi kufikia mahali pa kumwamini Yesu, kile ambacho nitaenda kukisema, kwa sababu nitakachokisema sitasema maneno yangu mwenyewe, sitakuwa ninaelezea kuhusu mimi, ila nitakuwa ninamuelezea Yesu Kristo aliyenituma kwenu. Bwana asifiwe sana. Na ninaamini Yesu akifunuliwa kwenye moyo wa mtu, Yesu ana kawaida ya kumgeuza mtu. Bwana asifiwe sana. Ya kubadilisha moyo, ya kubadilisha nia, ya kubadilisha mtazamo wa ujumla, na kumfanya mtu awe katika safari ya kumpendeza Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa kile ambacho Roho wa Bwana amekiweka ndani yangu usiku wa leo, niliwaambia watu siku ya Alhamis nilipokuwa hapa kwenye ibada ya vijana. Katika siku hizi za karibuni nimejikuta Roho wa Mungu kile anachokuwa ananifundisha na kile ambacho nimekiona kwenye maisha yangu, ninapokuwa ananiwekea ujumbe wa kusema, kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, nimejikuta nakosa kichwa cha somo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe umezoea kupata kichwa cha somo, mtumishi wa Mungu, utanisamehe. Haleluya. Kwa sababu hata ukisoma Biblia, wewe tangu umeanza kusoma Mwanzo mpaka Ufunuo ushakutana na kichwa cha somo pale juu. Kwa hiyo usishangae sana. Mimi nitakwambia kile ambacho Roho wa Bwana amekiweka ndani yangu. Wewe kama ukiamua kukipa kichwa, utakipa kichwa cha somo. Haleluya. Haleluya. Au mtakuwa mmekwazika watumishi wa Mungu nisipotoa kichwa cha somo? Mtakwazika? Amina. Naamini mtabarikiwa. Amen. Sasa tulipokutana hapa Alhamis, tulikuwa tunaongelea kwa habari ya namna Yesu alichokifanya kwenye maisha yetu, na tukakiangalia katika picha pana, tukajifunza vitu vingi ambavyo mwisho wa siku vilikuwa vinatusaidia kuelewa wokovu wetu na kile nini umefanya kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu wetu na kile umefanya kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nitatumia muda pia usiku wa leo kukueleza kwa habari ya wokovu wetu. Inaweza ikawa sio moja kwa moja neno wokovu, lakini bado tunachokielezea ni wokovu, kwa sababu ndicho Yesu alichokifanya kwenye maisha ya mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Yeye alikuja ili atuokoe. Sasa kadri tunavyoendelea kuelewa huo wokovu umebeba nini ndani yake, ndivyo tunavyoendelea kuishi maisha ya uhuru ndani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Ndivyo tunavyoendelea kufanana na kuakisi ukamilifu wa kile ambacho Kristo alikifanya, kwa sababu lengo la mtu kuitwa kutoka dhambini ni ili ifike mahali afanane na Kristo. Yaani ifike mahali unapoishi mtaani kwako hawawezi kukutofautisha na Yesu. That is the goal.
Hilo ndio lengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuna watu wameanza kunishangaa. Hilo ndio lengo, na nitakuonyesha kwenye maandiko. Maisha yetu tumeitwa kuishi kufanana na Yesu. Na kwa nini tumeitwa kuishi kufanana na Yesu? Kwa sababu Yesu anaishi leo katika karne ya 21 katika nchi ya Tanzania kupitia mtu mmoja ambaye ni wewe uliyemwamini Yesu. Yesu yuko ndani yako. Kwa hiyo kupitia wewe Yesu anatakiwa kuonekana leo. Yale aliyoyafanya miaka 2000 iliyopita yanatakiwa kufanyika leo kwa sababu yuko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwisho wa siku muamini anatakiwa afikie mahali ambapo wakikuangalia jinsi unavyoishi, mambo unayofanya, maisha yako yanamwakisi Kristo katika ukamilifu wake. Ndio maana Paulo anaandika, anasema mpaka tutakapofikia kimo cha kumjua mwana wa Mungu, cha kumfahamu Kristo Yesu. Hiyo ndio lengo la maisha tuliyoitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutakapofika hapo sasa, na katika ile hatua ya mwisho kabisa ya kutukuzwa, ya kufanana naye kama ambavyo alifufuka katika mwili wa utukufu, hiyo tunaisubiri. Lakini katika maisha haya tunatakiwa kuishi maisha ambayo kama Kristo alivyoishi. Na hayo maisha hatuyaishi kwa jitihada zetu, tunayaishi tukiamini kwamba aliye ndani yetu ndiye anayetuwezesha kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Paulo kwa sababu alielewa ufunuo huu, anasema hivi, kuishi kwangu ni Kristo. Bwana asifiwe. Yaani kwake kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Sasa hiyo statement inachomaanisha ni kwamba so as long as I am living, I will let Christ live through me. Ile kwamba bado nipo katika uso wa nchi, haijalishi mambo yakoje, Yesu ndiye atakayekuwa anaishi. Ndio maana ukiangalia katika maisha ya wokovu au ukiangalia kwenye fundisho la wokovu, utaona kuna concept na dhana nyingi zinazohusu kufa. Kwa nini kufa? Kwa sababu ili Yesu aishi lazima wewe ufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama unafikiri maisha na nataka nikwambie, ukitaka kuenjoy ladha, kupata ladha ya maisha ndani ya Kristo, lazima ukubali kufa. Usipokubali kufa, utajikuta unaishi maisha ya wokovu kama mzigo. Kwa nini? Kwa sababu kilichopo ndani yako kinakataana na vile unavyoishi. Wewe unataka kuwa alive na Yesu anataka kuishi at the same time. Sasa hivyo viwili haviwezi kukaa mahali pamoja. Ndio maana maisha yetu waamini kila inapoitwa leo, tunaendelea kufa na kufa na kufa katika matakwa yetu wenyewe ili Yesu ainuke na aishi. Ndio maana ukinirudisha nyuma mimi Kenneth wa miaka 5, wa miaka 20, wa miaka 10 nyuma, ni tofauti na huyu wa leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu naendelea kukubaliana na mchakato wa Yesu wa mimi kufa ili Yesu aishi kupitia mimi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa bahati mbaya sana, neno la Mungu sisi wahubiri, inawezekana kuna wakati tumefundisha namna ambayo inafanya maisha haya ya wokovu yaonekane ni kitu ambacho labda ni dhahania, ni kitu cha mbali, ni dhana tu ambayo haiwezekaniki. Lakini kiuhalisia maandiko yako wazi, maisha ya Ukristo yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo nitakuonyesha baadhi ya mambo ya msingi sana ambayo wewe kijana uliyeokoka ukiyajua na ukayaamini na ukayachukua, unaanza kufanana na Yesu. Haleluya. Yesu kuna mahali wakati anaongea na wanafunzi wake, anawaambia kwa habari ya kuondoka kwake na anawaeleza kuhusu ujio wa Roho Mtakatifu. Anawaambia hivi, anasema aniaminie mimi. Hiyo sentensi kila ninapoisoma sijawahi kuizoea. Kila nikisoma maandiko, Yesu anaposema aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Alafu aishia hapo, anasema naam, na kubwa kuliko hizi atafanya. Hivi umeyasoma maisha ya Yesu, ni mambo gani aliyafanya, maisha yake yalikuwa kuaje? Alafu anakuwa na ujasiri wa kusema kwamba anayemwamini, condition ni moja tu, ni kumwamini. Anasema kazi alizozifanya. Na tunapoongelea kazi jamani, haimaanishi tu matendo ya miujiza aliyofanya,
ni pamoja na hayo, lakini ni pamoja na maisha yake yote katika ukamilifu. Maana yake vile Yesu alivyoishi na wewe unaweza kuishi, na anasema na zaidi ya hivyo. Hilo andiko sijawahi kulichukulia poa. Kila napolisoma lina blow mind yangu. Kwamba haya yote ninayosoma maisha ya Yesu, mimi kwa sababu tu ya kumwamini ninaweza kuwa kama hivi. Kwa it's a challenge whenever I wake up in the morning. Kama mimi Yesu anasema ninaweza kuishi kama yeye na zaidi ya hapo, kumbe kuna viwango natakiwa kuvichuchumilia ambavyo sijafika hapo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. And then I never settle for less. Sichukulii vitu poa na kuona kwamba kwa sababu jana kilitokea hiki, unajua kwa sababu jana nilishinda dhambi hii, kwa hiyo ninaendelea kujisifia leo. Kuna vingine zaidi vya kufanya ya vile vilivyotokea jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Fuatilia maisha ya watumishi wa Mungu ambao wanatembea na Yesu kwenye viwango ambavyo mimi na wewe tunaweza tukavitamani. Ukiwafuatilia hata wanachofundisha. Kwa mfano, nitakupa mfano wa kawaida ambavyo ninaamini watu wengi wanatamani. Watumishi wengi wanaotembea kwenye ishara na miujiza. Hawakai wakaendelea kujisifu kwa miujiza iliyotokea jana na juzi, na yani wao wanaendelea kutafuta mingine na mingine. They hunger for more. Bwana asifiwe sana. Wanataka kuona zaidi, kwa sababu Yesu alisema anaweza kufanya zaidi. And it is unless uwe na mtazamo huo ndipo utaweza kuexperience mambo hayo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba tuende kwenye maandiko ili nisichukue muda mwingi sana. Nilikuwa nataka tu nikupe huo msingi upate kuelewa. Twende kwenye Efeso sura ile ya pili. Nataka tuangalie mambo hapa ambayo Paulo anaandika. Akielezea, kwanza anaanza kuelezea hali ya mtu kabla hajaamini, kabla hajaokoka. Bwana asifiwe sana. Hali zetu tulivyokuwa, au hali ya mtu ambaye anakuwa bado hajamwamini Yesu. Anasema, sasa kumbuka barua hii au ujumbe huu anaoandika Paulo, anaandika kwa watu ambao tayari wameshaokoka. Bwana asifiwe sana. Hili ni kanisa la Mungu lililoko Efeso. Kwa anaandika anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Kwa anaonyesha state ya kwanza, hali ya kwanza ya mtu kabla hajaamini ni mfu. Kwa hiyo watu wa Mungu, ukimwona mtu yeyote ambaye bado hajamwamini Yesu, hali yake ya kiroho ni mfu, ni mtu aliyekufa. Hata kama unamuona amefanikiwa katika picha ya mafanikio tulionayo, hata kama unamuona ni mtu ambaye anaonekana ni kama anaendelea mbele au anatembea hivi, tunamuona physically, lakini katika roho yake amekufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ametengwa na Mungu, kwa sababu hana mahusiano na Mungu. Na mtu yote ambaye hana mahusiano na Mungu katika roho yake, huyo ni mtu mfu. Na anasema hali hiyo ilitokana na kwamba tulienenda katika tamaa za miili yetu. Sasa tunaposoma hizi hali hapa anazoanza nazo kuzielezea Paulo, nataka ujitathmini pia. Kama bado maisha yako katika mfumo huu hapa na umemwamini Yesu, maana yake usiku wa leo sema no. This is not supposed to be my status. Haitaki kuwa hali yangu kwa sababu mimi nimehamishwa hapo. Hizi ni hali za watu ambao bado hawajamwamini Yesu. Na nitakuonyesha usiku wa leo namna ambavyo unaweza ukachomoka hapo kiwepesi kabisa, kwa sababu maandiko yako wazi. Ukiamini kile ambacho maandiko yanafundisha kinakuwa ndani yako. Bwana asifiwe sana. Anasema ambazo katika tamaa za miili yenu tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa na tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu, sikia sasa hapo, anaonyesha transition iliyotokea sasa, mabadiliko kutoka kwenye ile hali ya kwanza, na kilichotuhamisha kutuleta kwenye hali ya sasa ni nini? Anasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Pigia mstari hilo neno rehema. Mungu ni mwingi wa nini? Wa rehema. Anasema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu. Anaendelea kuonyesha state yetu ya kipindi kile tulipokuwa wafu. Anasema alitupenda kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha
pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna neno rehema pale, alafu huko anakuja anaongeza, naomba urudi ule mstari uliotoka. Anasema tumeokolewa kwa neema. Na anaongezea, anaonyesha kwamba ni kwa sababu ya upendo wa Mungu. Sasa kuna maneno mawili ambayo nimekwambia uyamaki, neno rehema na neno neema. Neno rehema ni kupokea msamaha wa kiungu, huruma ya kimungu, ya kwamba usitendwe sawasawa na ubaya wako. Bwana asifiwe sana. Yaani wewe, mimi na wewe tulipokuwa wenye dhambi tulistahili adhabu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya rehema za Mungu, kutokea kwenye ile hali tuliyokuwa nayo ya kuwa wafu, tulistahili kuadhibiwa. Warumi 6:23 anasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa sisi tulistahili mauti, lakini kwa sababu ya rehema za Mungu, kwa rehema zake na kwa mapenzi yake makuu, for his own great love, kwa mapenzi yake makuu akatuhuisha. Sasa neno kutuhuisha, wakati mwingine wapendwa tunalitumia hivyo hivyo, tunaenda nalo, lakini tutakuwa kama tujalielewa. Kuhuishwa labda nitaligeuza kidogo, lakini linakuwa na maana sawa sawa na hiyo hiyo. Ni kuhaishwa, yaani ulikuwa mfu afu unapewa uhai. Bwana asifiwe sana. Kuhaisha kidogo angalau limeleta maana ambayo unaweza ukaielewa, si ndio? Kwa tulihaishwa pamoja na Kristo. Alafu anasema huko kuhaishwa pamoja na Kristo ni hivi, tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo wokovu tuliopokea tumeupokea kwa neema. Na neno neema ni kupokea jambo ambalo haujastahili, ni zawadi. Kwa hiyo wokovu wako umeupata kwa sababu ya mambo mawili kutoka kwa Mungu. Mungu alikuhurumia kwa huruma zake za kiungu, kwa ukapata rehema, ukarehemiwa, kuto kupewa adhabu uliyostahili kama mtu ambaye ulikuwa mwenye dhambi. Lakini pia kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu kwa sababu alichagua mwenyewe kukuneemia, kukupa zawadi ya wokovu ambao wewe na mimi hatukustahili kuipata, kwa tukaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wokovu wetu ni matokeo au ni zao la mambo mawili, rehema za Mungu na neema zake. Kwa mambo hayo mawili tumepokea wokovu. Kwa hiyo mpaka hapo tunakubaliana hakuna chochote wewe ulichokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo umelifanya wewe mpaka hapo la kukufanya upate wokovu, uitwe mwana wa Mungu, uokolewe na Yesu. Kuna jambo umelifanya mpaka hapo? Hakuna chochote mimi na wewe tulichokifanya. Tuendelee sasa. Anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Sasa hizo ni benefits zinazotokana na sisi kuokolewa, kwamba baada ya kuokolewa tukafufuliwa, tukaketishwa pamoja naye. Hiyo ni nafasi, ni position ya nafasi yetu katika roho, kwamba tumeketishwa pamoja na Kristo Yesu. Natamani uipate hii mystery kwa maana hii hapa, kwamba Kristo alipo ndipo ulipo. Nafasi Kristo aliyopewa ndio uliopewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ili katika zamani zinazokuja au dhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Mark this word. Kwa njia ya nini? Ya imani. Natamani kama kuna kitu usiku wa leo usipoelewa vitu vingine vyote nitakavyovifundisha, elewa kwamba imani ndio msingi wa kupokelea jambo lolote kutoka kwa Mungu. Ndio mkono wa kupokelea mambo kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa anasema huo wokovu ambao umekuja kwetu kama zao la rehema na neema za Mungu, tumeupokea sisi au tunaupokea kwa kupitia kitu kimoja kinaitwa imani. Jamani, kama kuna kitu kwenye maisha ya kiroho, kama kuna kitu ambacho Mungu anakidimandi kutoka kwa mwanadamu, ni kitu kinaitwa imani. Na nitakuonyesha jambo hili Mungu alikuwa analitaka kwa mwanadamu tangu anamuumba. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu anamuumba Adamu kwenye bustani ya Edeni, alimpa maelekezo, na hayo maelekezo yalikuwa yanadimandi mwanadamu amwamini Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu akamwambia Adamu, akamwambia hivi, I say, Charlie,
na kuweka kwenye hii bustani, sawa? Hii miti yote unayoiona huku unaweza kufanya nini? Ukala. Ila kuna mti mmoja unaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Matunda yake usifanye nini? Usile. Siku utakapokula utafanya nini? Hivi hayo maelezo jamani yanahitaji chumvi hayo? Si amenyoka kabisa. Ni maelezo magumu. Kwa mwanadamu alikuwa anatakiwa kufanya nini? Alikuwa anatakiwa amwamini Mungu kwamba huyu Mungu aliyeniumba, yeye ndo kaniumba kwanza. Alafu yeye ndo kaumba hapa aliponiweka. Alafu ananiambia kwamba kuna huu mti unaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Matunda yake nisifanye nini? Nisile. Na siku nitakapokula itakuwa nini? Nitakufa. Sasa achana na uongo unaoendelea huku barabarani huku. Kwa kwamba unajua bwana, hapa tunashikwa kamba tu mwanangu, hapa tunapigwa kamba. Sio kwamba ilikuwa mti yani. Yaani yule kwa mademu. Jamani, ilikuwa ni mti wa matunda kama mti ambavyo leo unaweza kula maembe. Sawa Achana na uongo wa shetani, kwa sababu shetani ni baba wa uongo. Moja ya kitu shetani anafanya kazi ni kuhakikisha anapenyeza uongo ili watu wasielewe kweli ya Mungu iliyoandikwa katika maandiko. Kwa hiyo ulikuwa ni mti kama ambavyo leo, jamani, wangapi wanajua kwamba ukiumwa tumbo ukachemsha majani ya mwarobaini yanaweza kukusaidia tumbo likatulia? Hilo unaamini? Na siku na wengine washaikunywa hapa au ushakunyweshwa, hata ukataki lakini ukanyweshwa na tumbo likapona. Sasa kwa nini unashindwa kuamini kwamba, unakataa kuamini kwamba kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao matunda yake ukila unapata kujua mema na? Kwa nini ukatae? Kwa nini uanze kusema kwamba sio tunda, unajua ni tunda? Sio tunda, ni tunda. Ni nini? Kubali tu kwamba Mungu akisema ni mti ni mti, na una matunda una matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha kwamba Mungu alichokuwa anakisema ni kweli, matokeo yake yalikuwa dhahiri. Siku Adamu alipokula tunda akaanza kujua mema na nini, ndio baada amekula tunda anasema tuko uchi. Wakati wote walikuwa hivyo hivyo, ila baada ya kula wakaanza kujua, wakapata huo uwezo ambao unatokana na kula hayo matunda, kujua mema na mabaya. Jamani, ngoja niwaambie kitu kimoja, watu wa Mungu. Kujua mema na mabaya sio jambo jema. Najua hujanielewa. Kujua mema na mabaya sio jambo jema, na ndio maana Mungu alikuwa hataki mwanadamu alipate. Ndio maana Mungu alikuwa hataki mwanadamu awe na uwezo wa kujua mema na mabaya. Kwa sababu baada ya mwanadamu kujua mema na mabaya, hapo ndo changamoto ikaanzia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu walipojua ndo majanga yakaanzia hapo. Na nitakuonyesha mfano wa kawaida kwamba Mungu alikuumba katika asili hiyo ya wewe usijue mema na mabaya, na maisha yangekuwa sweet, tungekuwa tujui mema na mabaya. Trust me. Na nitakupa mfano dhahiri ambao leo wewe na mimi na wewe tunaufahamu. Tukimleta mtoto mchanga hapa au mtoto wa miaka 2, sawa? Mama yake akamvua nguo zote hapo, akawa anambadilisha nguo, sawa? Akimwachia dakika 2, kale katoto kanaweza kaja madhabahuni huku, kapo tu hakana nguo, kako free, hakasikii hatia yoyote. Ila nyinyi mnaojua mema na mabaya huku ndio jamani, kamata, shikeni mtoto mvalishe nguo. Kwa nini? Kwa sababu mtoto bado yuko katika nature, ile nature ya Mungu aliyoumba ya kuto kujua mema na mabaya bado iko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama hiyo unakataa hilo, kama mtu kuwa uchi ni jambo baya, wewe ukioga uoga unakimbia. Ukiwa unaoga yani unajikimbia mwenyewe. Haujikimbii kwa sababu sio jambo baya, ila ni jambo baya kwa watu wanaojua mema na. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ulikuwa ujui, moja ya changamoto iliyoingia kwa mwanadamu ni uwezo wa kujua mema na mabaya. Once you know this is bad, you want to try it. Ukishajua kwamba katoto kiambia usishike, kanajiuliza kwa nini usishike? Anataka kafanye nini? Ndio maana hata Torati kazi yake ilikuwa inaonyesha pasipo Torati dhambi isingekuwepo. Na Torati ilikuwa inaonyesha mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kule kujua kwamba usiue, usizini, unaanza kusema kwa nini nisizini? Usiibe, unaanza kujiuliza kwa nini? Ndani yako kunazaliwa kwamba kwa hela ikitokea tu ikajilengesha,
unafanya nini? Unapita nayo. Kwa kujua mema na mabaya ndo changamoto iliyoingia duniani. Na hiyo asili hiyo iliyoingia ndani ya mwanadamu, ndani ya Adamu wa kwanza, ilikuja kuwa cleared na Adamu wa pili anaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wanaojua mema na mabaya walipomuona Yesu amekaa na mwanamke kahaba, akaanza sema huyu sasa ina maana ajua kwamba huyo ni kahaba. Lakini Yesu ambaye ufahamu wake, mind yake haiko corrupt na mema na mabaya, hakuona shida mwanamke kahaba kumpangusa kwa nywele zake, haimsumbui, kwa sababu kwenye ufahamu wake, nature yake haisumbuliwi na mema na mabaya. Na hiyo ndio asili anayoipokea mtu anapomwamini Yesu. Ndio maana Alhamisi nikaa naambia watu hapa habari ya utakatifu. Utakatifu jamani ni swala la kutengwa mbali na dhambi, kutengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Unajua hiyo kwamba ni asili yako. Ukitokea kwenye orientation hiyo, unaanza kuziona dhambi mbali na wewe, kwa sababu unajua mimi ni mtakatifu, sio kwa kile ninachokifanya, ila kwa asili yangu mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Brother, kwa sababu unajua wewe ni mwanaume, nikikuvalisha sketi hapa brother, tunagombana. Kwa nini? You just know I am a man. Tangu unazaliwa ulikuzwa kwenye mazingira hayo. Unajua kwamba mimi ni mwanaume, natakiwa kuvaa suruali, natakiwa kuvaa kaptula. Siku ukivalisha sketi uwezi ukatoka mwanangu ukaenda popote. Kwa nini? Kwa sababu unajua ni asili yako. Kwa moja ya tatizo linafanya watu wanashindwa kushinda dhambi ni kwa sababu they don't know their nature. Their nature is that they are holy. Ukijua asili yako kwamba wewe ni mtakatifu, automatic ndani yako kunaanza kurepel the sin actions, the sinful acts. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu unajua asili yako. Sasa hayo ni mambo tulikuwa tunaongelea siku ya Alhamisi. Na nilikuwa nataka nikuonyeshe kwamba kutokea kwenye rehema na neema za Mungu tukapokea wokovu kwa njia ya nini? Ya imani. Kwa Adamu alipoambiwa kwamba bwana huo mti usile matunda yake, Mungu alichokuwa na kidimandi kutoka kwa mwanadamu ni kwamba amwamini Mungu. Kumwamini Mungu maana yake nini? Kukubaliana na kile Mungu anachokisema. Kama Mungu amesema huu mti ni kila matunda yake nitakufa, na amesema nisile, I just trust him. Full stop. I just believe what he says. Ninaamini kile amekisema, ninakubaliana nacho na sijiulizi mara mbili. Kwa staili hiyo unakuwa salama. Ndio maana watu tunapoambia kwamba unapokea wokovu just kumwamini Yesu, hawaelewi brother. Wanaona kama vile yani hivi tu, yani sifanyi kitu kingine chochote. Lakini maandiko yako wazi, anasema mtu akimwamini Yesu moyoni mwake, kwa moyo mtu huamini hata kupokea wokovu. Full stop. Simple and clear. Kwa kitu kile ambacho Mungu alikuwa na kidimandi kwa mwanadamu Edeni, kwamba mwanadamu amwamini Mungu kwa yale aliyomwelekeza kwamba bwana mti huu usile, ndicho hicho anachokidimandi kwa mwanadamu leo, ili aweze kupokea asili ile Adamu aliyoipoteza. Mwanadamu amwamini Adamu wa pili Yesu Kristo, ili aweze kupata ile asili ya kimungu ya utakatifu, ya kuwa mtu ambaye ni wa tofauti. Kadosh. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usishangae sema mtumishi ameanza kunena kadosh, maana yake utakatifu, kutengwa mbali na dhambi, kutengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Ya imani. Jamani, hakuna kitu kingine kilichokufanya uokoke. Haujaokoka kwa sababu umetokea kwenye familia ya walokole. Kama unaamini umeokoka au wokovu wako ni kwa sababu unajua mimi baba yangu na mamangu au mimi nimeokoka tangu nimezaliwa. Brother. Kuokoka ni matokeo ya mtu kuamini kazi ya msalaba. Kile Yesu alichokifanya msalabani. Anasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Kwa unapokea wokovu kwa kuelewa kazi nzima ya mateso, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na kwa kupitia hiyo unapokea kipawa cha wokovu. Kinaitwa kipawa kwa sababu gani? Ni zawadi. Kipawa is a gift. You don't work for it.
Anasema ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Haijatokana na chochote ulichokifanya brother, sister, haijatokana na chochote ulichokifanya wewe, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Nasisitiza sana swala la imani, kwa sababu ili uweze kuishi maisha ya ushindi, yale ambayo mtunzi wa Zaburi anasema, ili tuweze kutembea katika njia ya uzima milele, lazima tuelewe mambo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba uendelee brother. Anasema wala si kwa matendo. Na bold anachokisema, anaendelea kuongeza msisitizo, sio kwa matendo, na mtu yoyote asije akafanya nini? Kwa brother, kama siku kifunga ndo unajiona halo, yaani unajiona ndo mtakatifu kweli kweli siku hiyo. Ukiwa umefunga zako siku hiyo, unaona dhambi zote zimekaa kule. Brother, utakatifu ni hali yako, na hicho ambacho una experience ukiwa umefunga, you should experience it all the time. Unatakiwa yani kujua kwamba this is my nature, whether nimefunga sijafunga. Ninapofunga ninafunga tu kwa sababu labda ninataka kunyamazisha mwili nisogee mbele za Bwana, nisemezane na baba yangu, sio kwa sababu nataka niwe mtakatifu zaidi. No, utakatifu ni asili ulioipokea mara moja, haiongezeki. Ni utakatifu. Yaani wewe ukiwa ni mtakatifu, ni mtakatifu. Wewe ni nini? Si kwa matendo. Mtu yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake. Jamani, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Kama kuna siri nataka pia uipate ni hapa. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Watu wa Mungu, tunaposema, unajua kuna maneno watu tunayasema kwenye maisha ya wokovu afu hatuyaelewi. Tunasemaga tumezaliwa mara ya nini? Ya pili. Hii ndio revelation ya kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili maana yake ni kwamba kuzaliwa kupitia Kristo Yesu katika roho. Roho yako ile ambayo ilikuwa katika hali ya kufa, roho yako ambayo ilipoteza mahusiano na Mungu, kupitia Kristo Yesu unazaliwa tena mara ya pili. Ndio maana nilikuwa naambia watu hapa Alhamisi nilipokuja, kuna sehemu tunaposoma kwenye Warumi 6 anaongelea habari ya ubatizo, nanyi mlikufa pamoja naye katika ubatizo. Hamaanishi ubatizo wa maji, anamaanisha kuzamishwa ndani ya Kristo Yesu. To be baptized in Christ. Kwa tumezaliwa, tuliumbwa, kuna mchakato ulifanyika. Siku ulipomwamini Yesu, ndani yako kulikuwa kuna umbwa upya. Ndio maana Paulo anaandika kwenye Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari 17 anasema, naye aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa nini? Kwa sababu ameumbwa katika Kristo Yesu. Sasa sikiliza siri hii hapa ambayo ndio nataka uondoke nayo. Anasema tutende matendo. Kwa sisi tuliumbwa katika Kristo ili tuyatende matendo mema. Sio kwamba tunatakiwa tutende matendo mema ili tuanze kumpendeza Kristo. Sio kama umeelewa hiyo orientation. Labda kama hujaelewa ngoja tuendelee. Anasema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa matendo mema, matendo mema. Sasa nataka niongee kitu ambacho kinaweza kukushangaza kidogo. Matendo mema kwa ajili ya watu watakatifu peke yao. Bwana asifiwe sana. Mungu aliumba matendo mema yafanywe na watu walio watakatifu. Kwa hiyo there is no way unaweza ukafanya matendo mema outside Christ. Ndio maana watu wasipomwamini Yesu, hata wafanye matendo mema maelfu kwa maelfu, they will go to hell. Bwana asifiwe sana. Matendo mema yaliumbwa kwa ajili ya watakatifu. Kwa hiyo mtakatifu, ukijua nafasi yako, ukishajua kwamba mimi ni mtakatifu, then you get to know kwamba wewe uliumbwa ufanye matendo mema. Kwa unapoamka asubuhi, unajua kwamba mimi ndio yule mtu, mimi ndio yule binti, mimi ndio yule kijana ambaye maisha yangu yanatakiwa kujawa na matendo. Watu wanaponiona, watu wanaposikia ninapozungumza. Ndio maana no wonder maandiko yanaandika sema, maneno yenu yajawe munyu, neno lenu limfae mwenye kuhitaji. Kwa nini? Kwa sababu hayo yameumbwa kwa ajili ya watakatifu. Sisi watakatifu, maisha yetu yanatakiwa kuwa ni maisha yaliyojawa na matendo mema. Kwa hatufanyi matendo mema ili kumpendeza Mungu. Sisi ni watakatifu, tunampendeza Mungu tayari. Kwa hiyo kwa sababu hiyo na kwa sababu ya asili yetu ya utakatifu, tunayaishi matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hicho ndicho wokovu
umefanya kwenye maisha yetu. Sasa nataka tuende kwenye kitabu cha Warumi. Nataka nikuonyeshe jambo moja kuhusu imani. Nataka extend kidogo. Alafu tutakuwa tunaomba. Kuna mambo mawili ambayo wokovu unakuja nayo. Mambo mawili ya msingi sana ambayo lazima uyaelewe, na ukiyaelewa yanakuwa ya msaada kwako. Kuna jambo ambalo tumeshaanza kuliongelea, linaitwa utakatifu. Watu waliokuepo Alhamisi walisikia tuliliongelea kuhusu utakatifu. Utakatifu jamani, watu wa Mungu, kama nilivyosema, ni swala la kutengwa mbali na dhambi na kuwekwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Ndio maana ukisoma maandiko utaona kulikuwa kuna mpaka vyombo vinaitwa vitakatifu. Kwani hivyo vyombo vimefanya matendo gani mema? Vyombo vilivyotumika hekaluni vilikuwa vimefanya matendo gani mema mpaka viitwe vitakatifu? Lakini vile vyombo vilikuwa vimetengwa kwa ajili ya kazi maalum kwenye hekalu la Bwana, ndio maana vikaitwa vitakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Israeli wanaitwa taifa takatifu? Na Mungu aliwaita watakatifu kwa sababu yeye aliwachagua akawatenga wawe taifa lake. Akasema hawa ni wa kwangu. Kwa sababu hiyo wanakuwa watakatifu, sio kwa sababu ya kile wamekifanya, ila kwa sababu ya yule aliyewaita, aliyowatenga kwa ajili yake. Mungu amewatenga Israeli wawe taifa lake takatifu. No wonder Petro anasema, anatuita sisi Yesu leo ya kwamba ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Kwa nini taifa takatifu? Tumefanya nini? Kwa kumwamini Yesu tumetengwa na kuchukuliwa kuwa mali ya Bwana, tumewekwa mbali na dhambi. Kwa sisi ni mali yake, sio kwa sababu ya kile tumekifanya. Kwa jambo la kwanza wokovu unakuja nalo ni utakatifu. Jamani, hiyo ni asili, hiyo ni nature. You receive it the moment you believe in Christ Jesus. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama huwa una struggle kuishi maisha ya utakatifu na unataka kuyaishi, yani unakuwa na double life, ukiwa na wapendwa kuna maisha unayaonyesha, ukiwa kule peke yako unapiga mieleka ya kutosha. Siri mojawapo ya kujua na kuanza kuishi maisha ya ushindi juu ya dhambi ni kujua kwamba utakatifu ni asili yako. Tumesoma Zaburi ya 139. Mtunzi wa Zaburi anaonyesha kwamba hakuna kitu kilichofichwa mbele za Bwana, kila jambo liko wazi. Kwa tulisoma ile sura nzima ni kuonyesha msingi huo kwamba utakatifu ni asili yako. Kwa hiyo wewe, Mungu anakuona mahali pote, uwe peke yako, uwe na watu, uwe kwenye giza, uwe kwenye mwanga, Mungu anakuona. Lakini kitakachokusaidia usitende dhambi ukifikiri kwamba hapa watu hawanioni, ni kujua asili yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hiyo umeipokea kutoka kwa Mungu, na aliyekuita kama anavyosema, na iweni watakatifu kama aliyewaita alivyo takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, wokovu umeanza kuelezewa tangu Agano la Kale. Ukisoma kwenye Zaburi 130 anasema hivi, Bwana, kama ungehesabu makosa, mstari wa 3 nafikiri na 4, kama ungehesabu makosa, ni nani angesimama? Kama Mungu angekuwa na count makosa ya nani angesimama? Mtunzi wa Zaburi anapata ufunuo wa kile Mungu anakifanya. Anasema hivi, wewe na uogope kwa sababu unatoa msamaha. Ameiweka blaza, Mungu akubariki. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, nani angesimama? Mstari wa 4 anasema, lakini kwako kuna nini? Ili we nini? Jamani, kama una sababu ya kumuogopa Mungu na kuishi kwa hofu mbele zake, ni kwamba Mungu alichokifanya kwako ni kikubwa kiasi kwamba, yani kwamba Mungu amekusamehe na amekupa nafasi ya kuitwa mtakatifu, pamoja na vile ambavyo upo sasa hivi. Hata pamoja na kwamba ukiwaza vibaya kuna wakati bado wewe ni mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kadri unavyoendelea kujiachilia kwenye maisha ya kumtaka Yesu, Yesu anaendelea kukutakasa. Ndio maana ukisoma kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 17, kama sio 4:17, anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Anasema mimi nimejiweka wakfu ili hawa nao pia
uwatakase kwa kweli yako. Bwana asifiwe sana. Niliwaambia watu hapa Alhamisi, nikawaambia jamani, kwa nini na insist kwenye hii swala utakatifu? Unafikiri Mungu tunapomwita mtakatifu kwamba Mungu ana potential yote ya kufanya dhambi? Hana potential yoyote Mungu ya kufanya dhambi, si ndio? Kama ingekuwa utakatifu ni kuto kufanya dhambi, basi kumwita Mungu mtakatifu ni kumkosea sana. Kwa sababu ni kama tunamwambia Mungu haujafanya dhambi yoyote. Yaani maana yake tunamwambia Mungu kuna uwezekano ongeza kufanya dhambi, ila mpaka sasa hivi hujafanya dhambi. Kama ingekuwa utakatifu ni kuto kufanya dhambi. Sio kama unanielewa? Lakini utakatifu, Mungu anapoitwa mtakatifu maana yake yeye amejitenga, hafananishwi na chochote. Yeye ni wa pekee. Na labda nikusomee maana hapa za kadosh inapotumika kwenye lugha ya Kiyunani. Utakatifu au kutakaswa au kuwekwa wakfu au neno hilo kadosh linamaanishwa kutengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu, kuwa mtu wa kipekee, kuwa safi mbele za Mungu, kushiriki tabia ya Mungu. Kwa mtu aliyemwamini Yesu anashiriki tabia ya uungu. Kwa ukijua kwamba hiyo ni asili yako, yani kwamba ndani yako umeumbiwa uungu, unaanza kushiriki tabia yake. You become like one. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, nimekwambia mambo mawili yanayoletwa na wokovu. Jambo la kwanza, utakatifu. Naamini nimelielezea vya kutosha, na ninaamini Roho Mtakatifu ameelezea zaidi ya maneno yangu. Jambo la pili unalolipokea na ambalo unatakiwa kulichukulia kwa uzito sana, linalokuja na wokovu, ambao wokovu huo kumbuka umepokea kwa neema na rehema za Mungu. Haujafanya kazi yoyote. Mungu amekuhurumia, Mungu amekupa kwa neema. Jambo la pili linaitwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili linaitwa nini? Haki. Sasa, haki ni kutokuwa na hatia, ni kutokuwa na doa lolote, ni kutokuwa na waa lolote. Yaani wewe hauna spot, you are blameless. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikatajwa kitakachokuweka katika kundi la wabaya, la waovu. Una haki. Sasa the mystery of righteousness kwenye ufalme wa Mungu, au haki tunayoipokea kwa wokovu, ni kwamba haki hiyo hatuipati kwa sababu ya kile tulichokifanya sisi, ila tunahesabiwa. We are being counted. Tunaipokea kwa kuhesabiwa. Kama ambavyo mtu leo anaweza akafunguliwa kesi mahakamani, sawa? Na kweli huyu mtu akawa ameiba kwa mfano. Lakini kwa mwenendo wa kesi, hakimu akifika mahali akagonga kile kidude chake, akagonga akasema mtu huyu hana hatia. Brother, hata kama ulimuona anaiba kuku wako, so as long as hakimu yule ambaye anaweza kumpa mtu haki, kumhesabia mtu haki, akigonga akasema mtu huyu hana hatia, hana hatia, nenda popote unapoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama katika ulimwengu mambo yanaweza kufanya kazi hivyo, kwenye ulimwengu wa roho, Mungu huyu aliyetuita sisi ametuhesabia kitu kinaitwa haki. Twende kwenye Warumi sura ile ya 4. Nataka tusome habari ya baba yetu Ibrahimu, alafu tuone Paulo anaelezea swala hili, jambo hili tunalolipokea kupitia wokovu, swala la haki, namna ambavyo Ibrahimu alipokea haki kwa njia ya ile ile tuliyoiongelea, imani, na sisi ambavyo tunaipokea. Sasa nitasoma kwa haraka alafu nitajaribu kukuelezea. Warumi sura ya 4. Basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Sasa najua maandiko haya yanaweza akawa yanaka ugumu fulani, lakini nataka uyaelewe. Ni maandiko ambayo yanaelezea kitu kizuri sana na chepesi sana. Anasema kama Ibrahimu alihesabiwa haki kwa kupitia matendo yake. Kwa sababu huwa tunafikiri kwamba Ibrahimu Mungu alimpenda kwa sababu unajua Ibrahimu alimpendeza Mungu, alifanya vitu fulani vikampendeza Mungu. Lakini Paulo anatuonyesha kwamba kama Ibrahimu alihesabiwa haki, maana yake alihesabiwa kuwa mtu ambaye hana hatia kwa sababu matendo yake, analo la kujisifia yeye kama yeye. Lakini mbele za Mungu hana jambo la nini? La kujisifia. Naomba tuendelee ndugu yangu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini. Kwa hiyo kupokea kwake haki kulitokana na kumwamini nani? Ndiyo maana anasema ikahesabiwa kwake kuwa nini? Haki. Kwa haki aliyoipokea Ibrahimu ni kwa sababu, ni matokeo ya
kumwamini Mungu. Kama ambavyo wewe leo ukimwamini Yesu, ukipokea wokovu, unakupewa na kitu kinaitwa haki ndani yako. Hauna hatia. You are counted righteous. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Anasema lakini kwa mtu afanyaye kazi. Sasa sikiliza mfano huu. Ni mfano mzuri sana. Anasema lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema. Yaani kama umefanya kazi blaza, unapolipa, hiyo sio kitu ambacho unakipata kama vile haukustahili. Si umekifanyia kazi, unatakiwa ukipate. Kwa ujira wa mtu aliyefanya kazi sio neema, bali ni nini? Ni deni. Ni deni, anatakiwa alipwe kwa sababu amefanya kazi yake. Bwana asifiwe sana. Sasa anaanza kuelezea huo mfano. Naomba ufuatilie kwa makini. Tuendelee. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mtaua, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Kwa mfano huu anatokea kwa Ibrahimu. Ibrahimu alihesabiwa haki sio kwa sababu ya kile alichokifanya. Vivyo hivyo sisi tunapomwamini Yesu, tunahesabiwa haki sio kwa sababu ya matendo yetu, ila ni kwa sababu tumemwamini yeye anayetuhesabia haki. Kama vile Daudi anenavyo uheri wake mtu yule ambaye Mungu amemhesabia kuwa ana haki pasipo matendo. Alafu anakoti. Hiyo ni Zaburi ya 32 nafikiri. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii. Watu wa Mungu, waandishi wa vitabu vya Agano la Kale walikuwa wanazitamani hizi nyakati. Ndio maana ukisoma maandiko anasema hivi, malaika walikuwa wanachungulia wajue huko kutatokea nini. Walikuwa wanatafuta kujua nini, kwa sababu walikuwa hawaelewi kwamba inawezekanaje mwanadamu mwenye dhambi akawa na mahusiano na Mungu mwenye haki kwa njia tu ya kumwamini tu. Wakiangalia process ambayo wao walikuwa wanaipitia ya kutoa sadaka za ng'ombe, za kondoo, za nini, walikuwa hawaelewi. Ilikuwa ina blow mind zao kwamba hili jambo linawezekana vipi. Ndio maana hata mwandishi wa Zaburi 32 anasema heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Ana heri huyo, kwa sababu sisi huku tunatakiwa ili tusihesabiwe dhambi inabidi kuna kitu tufanye. Bwana asifiwe sana. Lakini tuna heri. Heri manake nini? Mmebarikiwa ninyi ambao Bwana hatawahesabia dhambi. Bwana atawahesabia haki, hata hesabu makosa juu yenu. Ndio maana ya haki. Manake you are counted blameless. Hauna hatia, hauna kosa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapoenda mbele za Mungu, wewe nikwambie, moja ya kiini cha watu kuendelea kuishi maisha ya dhambi na mtego ambao shetani ameuweka ili watu waendelee kuishi maisha ya dhambi ni mahubiri ambayo anayafanya shetani kwao. Mtu akikosea jambo, shetani anaanza kumhubiria, wewe nilikwambia, wewe bado hujamaliza ujana, hujamaliza mambo yako, huwezi kuokoka wewe. Kwa unaingia kwenye mtego na kwa sababu shetani anaendelea kukuweka kwenye mtego, anakuweka usimshirikishe mtu kutafuta msaada. Unakaa nalo, unabaki nalo mwenyewe. Unaendelea kukamatwa, unapigizwa na dhambi. Dhambi inakukongota vizuri, uko peke yako, unaumia, ukiwa kitandani kwako, unalia mbele za Mungu, Baba nirehemu, hivi unateseka, unakuwa unaishi maisha ya utumwa wakati wewe upo huru. Kwa shetani endelea kukuweka kwenye hicho chumba, kukuweka kwenye hilo box peke yako, unateseka. Kumbe watu walio ndani ya Kristo Yesu ni watu huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijua siri hiyo, siku utakapokuwa umekosea, utakapokuwa umeona umeanguka katika dhambi, utainuka mara moja. Na wakati mwingine hata unapoona mchakato, kwa sababu dhambi zote, niliwaambia watu wa Alhamisi hapa, huwa tunasema kwamba Biblia inasema tukimbie zinaa. Lakini nani nikwambie, dhambi zote waamini wanataka kuzikimbia zote. Zote unataka kuzikimbia. Kuzikimbia kwa mantiki ipi? Kwa maana ya kwamba dhambi ya namna yoyote ile huwa shetani anaweka set. Anafanya setting ili wewe udumbukie hapo. Anajua kabisa wewe sio mwenye dhambi, wewe ni mtu ambaye umeshahesabiwa haki, wewe ni mtu ambaye una hatia mbele za Mungu, una access. Sikiliza, siku Yesu alipokuwa msalabani, pazia la hekalu ambalo lilikuwa linaweka utenganifu kati ya watu wa huku na wa kule, aliyekuwa anaingia kule ni mtu mmoja.
mara moja kwa mwaka. Pazia likapasuka. Access. Kwa shetani, kwa sababu anajua hilo, anataka kuhakikishia kwamba haujui kwamba wewe umeshahesabiwa haki, wewe umeshatolewa kwenye gereza la dhambi. Ndio maana Paulo anaandika kwenye Warumi 6, anashangaa, anasema tuseme nini basi? Tuzidi kudumu katika dhambi ili neema izidi? Alafu anasema no, la hasha, big no. Unajua, tukisoma hapo tunaona kama vile ni maandiko tu. Yaani huyo ni Paulo, mtu mwanadamu kama wewe aliyemwamini Yesu, anashangaa inawezekanaje umetolewa katika utumwa wa dhambi alafu uendelee kuishi tena. Yaani dhambi inakuwa ni maisha yako. It can't be. Na inaanza kutokea wewe kutokuwa mtumwa pale unapoelewa na kuamini mambo ya ulimwengu wa roho yanavyofanya kazi. Ni kwa kuamini tu, mtu wa Mungu. Unatakiwa kukubaliana na neno kwamba wewe sio mtumwa wa dhambi. Wewe dhambi haitaki kukupelekesha, kwa sababu umetomolewa kwenye gereza la dhambi. Kwenye ulimwengu unaotawaliwa na mtawala anaitwa dhambi, wewe umekufa. Ndio maana Paulo anasema sisi tulioifia dhambi, maana yake ni kwamba sisi tuliokufa kwenye ulimwengu unaoitwa dhambi, sisi tuliokufa kwa habari ya dhambi, tutaishije tena? Tutaendeleaje kuishi maisha hayo ya dhambi kila siku? Hii haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Anasema maana sisi tulipokufa tulibatizwa. Kristo Yesu alipokuwa anakufa tulibatizwa katika mauti yake. Maana yake Yesu alipokuwa anakufa kwa habari ya dhambi, si mnajua mshahara wa dhambi ni mauti, si ndio? Kwa mauti aliyoipokea Yesu, aliyoichukua Yesu, sisi ndio tutakao tuchukue. Lakini Yesu alipokuwa msalabani akawa amebeba dhambi zote za ulimwengu, akafa on our behalf. So the reward ambayo sisi tutakiwa tuipate ya mauti, Yesu alishaichukulia, akaichukua yeye, akafa yeye. Kwa hiyo sisi tulikufa pamoja naye. Alipokuwa anakufa tulikufa na sisi kwenye ulimwengu unaitwa dhambi. Kwa hiyo tukafuka pamoja naye katika ulimwengu ambao mtawala wake ni haki. Ndio maana anasema kwa sababu ya kujua hilo tuenende sasa katika njia ya haki. Tukivitoa viungo vyetu visiwe tena silaha za dhuluma kutumika katika ulimwengu wa giza, bali ziwe silaha za haki. Ndio maana anasema matendo mema wameumbiwa walio watakatifu. Kwa ukijua silio, my goodness. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, usiingie kwenye uongo wa shetani wa kufikiri. Na shetani amepenyeza uongo huu kanisani. Watu wanafikiri kwamba unajua blaza, so as long as watu hawajui mambo yako, yani humu kanisani kila mtu na mambo yake. Kwa hiyo wewe hakikisha tu mambo yako hayajulikani. Kwa hiyo watu wanaamini kwamba kila mtu anapelekeshwa na dhambi. Bro, kama wewe inakupelekesha, kuna watu haitupelekeshi. Na wewe kukupelekesha haimaanishi wewe ni mtumwa wa dhambi. Ni kwamba tu unatakiwa kuelewa kwamba wewe sio mtumwa, na kuanzia hapo uanze kuishi kama mtu huru. Usipelekeshwe na dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Paulo akihubiri injili anafika mahali anasema, na mtu yeyote anayehubiri injili kinyume na hii na alaaniwe. Na alaaniwe. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alichokifanya, watu wa Mungu, ni kikubwa mno. Ni kikubwa mno, hakina maelezo ya kuelezea. Maneno ninayoyasema hapa hayatoshi kuelezea Yesu alichokifanya msalabani. Upendo wa Mungu uliofunuliwa anapoandika kwenye Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Huo upendo hauelezeki kwa maneno. Anasema hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie. Condition ni kumwamini tu, asipotee bali awe na uzima wa milele, eternal life. Sio tu uzima wa milele. Amwaminie yeye yuna uzima. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, kama kuna maisha natamani uyatamani, na usiku wa leo tunapoomba hapa, utoke hapa uanze kuishi maisha ya ushindi. Vitu vingine vyote vilivyoko huku ulimwengu ambao hawajaamini wanaweza kuvipata pia. Tukitoa shuhuda hapa za kupata magari, tukitoa shuhuda hapa mwanangu kwamba mwanangu na kiota changu nimejenga madale, mwanangu sijui nina kazi yangu fulani nzuri na navuta mshahara mrefu, hivyo hata watu wa duniani wanavipata. Niamini mimi, kuna Wajapani hawamjui Mungu na wanatengeneza magari ambayo wewe ukiyaona unashtuka. Alafu magari yao kule wakiwa yakishafika mahali yakawa reject. Unajua maana ya reject? Yaani kule imeshakataliwa, haiwezi kutembea kwenye barabara zao, yanatumwa kuja huku kwenye nchi zetu. Sisi tukinunua tunatoa ushuhuda.
Ni sawa, ni vyema tunaweza tukatoa shuhuda hizo. Lakini nataka nikwambie kama kuna ushuhuda ambao huo ni wa waamini peke yake, ni wa kuishi maisha ya ushindi juu ya dhambi. Brother, my sister, nakwambia maneno haya kwa sababu nilipoanza kuyaelewa mambo haya, shetani hakunigaragaza tena kwenye maisha ya dhambi. Na ninatamani maisha haya yawe sehemu yako kwa sababu it is your portion. Yoyote aliyemwamini Yesu, na kama hujamwamini Yesu unayo nafasi ya kumwamini usiku wa leo. Kumwamini manake ni kukubaliana alichokifanya msalabani kinatosha kukusamehe dhambi, kukupa uwezo wa kushinda dhambi ndani yako. Ukimwamini leo, na wewe unaingia kwenye kundi la wanaomwamini Yesu, wanaoshinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kujitofautisha leo. Anza kuishi kama mtu aliyetengwa na dhambi. Niliwaambia watu hapa ile Alhamisi, nikaambia vijana tu hapa mjini wakianza kutengeneza maisha fulani, yani mtu anaweza akaamua tu kwamba mimi bwana sasa hivi anataka kuwa mtu wa content, yani navaa vizuri nini, naingia kwenye, anaanza kujitofautisha. Si ndio? Unakuta mtu anaanza hata kama ana gari mzee anachukua Bolt. Anatafuta tu yani kautofauti fulani hivi. Ananunua simu yenye kamera kali. Apate tu video fulani ambako akiposti utaangalia tu. Hata kama hayo maisha hajayafikia, anaanza kuyaishi, anaanza kujitengeneza. Sasa kama watu wa ulimwengu wanaweza kuyafanya hayo, sisi ambao tumejua kwamba tumetengwa mbali na dhambi, tumetengwa kwa ajili ya Mungu, kwa nini tusijitofautishe? Tukijua kwamba sisi ni mali ya Kristo, sisi ni watakatifu, tumetengwa mbali na dhambi, tumeitwa kuishi kusudi la Mungu, tumeitwa kushiriki tabia za Mungu. Kwa nini sianza kujitenga? Nikawapa mfano mwingine, nikawaambia viongozi wa serikali, mtu akiteuliwa, akipata uteuzi tu, akawa sijui ni mkuu wa mkoa, sijui mkuu wa wilaya, sijui ni waziri, hapo status yake inabadilika. Right, immediate inabadilika. Atapewa gari, sijui ataambiwa bwana kuna nyumba hii hapa ya waziri, utakuwa unaishi hapa. Na si mnajua mawaziri, uwezo kumkuta waziri yuko Buza, si ndio? Au yupo kule? Kuna waziri anaishi Buza? Inawezekana. Lakini kuna status inabadilika, si ndio? Mtu ni yule blaza. Inawezekana masaa machache aliyopita anawezekana nyumba yake Vingunguti, lakini baada tu ya uteuzi ghafla anapelekwa Oysterbay au anapelekwa Dodoma, sio mitaa gani, sio Masaki, sio wapi, anapewa gari. Status yake inabadilika. Ghafla huwezi kumuona tena sehemu zile ambazo ulikuwa unamuona kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadhi ameichukua ambayo inamdefine kivingine. Kwa na wewe, kwa nini uliyejua kwamba wewe ni mtakatifu, anza kujiweka fresh yani. Sister, usikae tu kama mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa tofauti, wewe ni wa viwango. Bwana asifiwe sana. Mtu sio anakuambia unajua mimi siwezi kukuoa mpaka tunaniliwa tucheki kama yaliomo yamo. Yaani unaweza ukamcheki kwanza juu mpaka chini. Kama hivyo unanijua wewe. Mimi ni mtakatifu, nimetengwa kwa ajili ya Bwana. Wewe hawezi kukuchezea ukijua status yako. Bwana asifiwe. Mtu anakuambia sio, unajua nina nguo chafu pale nyumbani, njoo nifulie. Haina shida. Mimi nitakuwa nakaa chumbani, wewe unakaa sebleni. Ukijua status yako utajua kabisa kwamba hapa kuna seti inatengenezwa hapa. Alafu mimi ni nani? Ni mtakatifu. Hautaingia kwenye mtego kama huo. Bwana asifiwe sana. Mungu amenituma kuinua kizazi cha vijana ambao ni masalia ya Bwana, waliotengwa kwa ajili ya kazi yake. Watu ambao wataingia kwenye nyadhifa za serikali, kutakuwa na hela za kupiga, alafu wao watasema pana, sisi ni watakatifu, tumeletwa hapa kusimamia maslahi ya nchi. Hao ndio vijana wanaotakiwa kutoka kwenye kanisa. Vijana ambao wanajua nafasi zao. Mungu akiwaweka mahali, wanaweka wakimwakilisha Kristo. Kwa hiyo ukiwa daktari unajua kwamba mimi kabla ya kuwa daktari, mimi ni Mkristo kwanza. Mimi ni mtakatifu ambaye ni daktari. Kwa mgonjwa akija ninamhudumia kutokea kwenye engo ya utakatifu. Rabasata ya maana. Mtu anapokuja kwenye ofisi yako, mtu anapokuja mahali ulipo, amuone Kristo kupitia kile unachokifanya. Hiyo ndo nafasi tuliyowekwa watu wa Mungu. Na haiji kwa muujiza, inakuja kwa kuamini. Amini tu kwamba wewe umepokea utakatifu,
wewe umepokea haki. Ukiitambua hilo, unaanza kutembea kama mtu mwenye haki mbele za Mungu. Unaanza kutembea kama mtu ambaye umehesabiwa haki, hauna hatia mbele za Mungu, na wewe ni mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hata maombi yako yanabadilika. Unajua, ukijua wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu mbele za Mungu, unaenda mbele za Mungu unasema, Mungu, mimi ni kama tu mende tu Baba. Yaani Mungu amekupa hadhi ya kuwa mwana wake. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa nani? Alafu unaenda mbele za Mungu, unajua mimi ni kama mende tu Baba. Oh Baba. Aha. You speak like you speak to your dad. Bwana asifiwe sana. Katoto kangu pale nyumbani, yani nikirudi tunakaona kanavocheka, kanajua kwamba huyu ni mtu ambaye ni wako, yani ni mtu wangu huyu. Nakaona kana tabasamu, yani nakaona kanajua kabisa hapa I belong to this man. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo hadhi yako, mtu uliyemwamini Yesu. Na kama hujamwamini Yesu, unayo nafasi leo ya kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jambo ni moja tu, ni kukubaliana na kile Yesu alichokifanya. Ndio tafsiri ya kuamini. Ni kuwa na uhakika, we beyond shadows of doubt. Haujiulizi mara mbili kwamba kama maandiko yanasema kwamba nikimwamini Yesu napokea wokovu, that's it. Bwana asifiwe sana. Hebu nitamalizia kwa mfano huu. Musa wakati yupo na taifa la Israeli, walipotokea wale nyoka walipokuwa na wauma, Mungu akamwambia Musa ainue nyoka wa nini? Wa shaba. Sawa? Alafu akawaambia mtu atakapong'atwa na nyoka afanye nini? Atazame nini? Nyoka wa shaba. Alafu hatafanya nini? Hata kufa, atakuwa salama, si ndio? Hebu niambie, tell me the mechanism behind, yani looking at huyo nyoka wa shaba ikufanye usife. Does it make sense to your mind? Hai make sense yoyote. Haina mechanism yoyote ya kuelezea. Lakini Mungu alichokuwa anajaribu kukionyesha ni kwamba anataka Israeli imwamini yeye. Wamwamini kwamba huyo nyoka wa shaba aliyeinuliwa na Bwana, aliyeinuliwa na Musa kwa maelekezo ya Bwana, tukimtazama yeye tutakuwa salama. Na kama vivyo hivyo Musa alivyoinua nyoka wa shaba, ndivyo Kristo ameinuliwa juu katika msalaba, ili kila mtazamaye akimwamini yeye anapata wokovu na uzima wa milele. Simama kwa miguu yako. Naomba sote tupite hapa mbele. Tusogee, tupite tu hapa mbele. Nataka tuombe kwa pamoja. Tupite sote hapa mbele. Natamani na ninajua kwamba Roho wa Mungu ameizalisha ndani yako kiu na shauku ya kuyaishi maisha haya, maisha ya ushindi juu ya dhambi, maisha yanayo reflect kile ambacho kimetokea ndani ya roho yako. Kama ambavyo nimekuelezea kwamba ulipomwamini Yesu, wewe ulitengwa na Mungu. Mungu alikuvuta kukutoa kwenye dhambi, kwenye utumwa wa dhambi, ili uwe mali yake, utumike kwa ajili ya makusudi yake. Sasa inawezekana shetani, kwa sababu ya udanganyifu wake, yeye ni baba wa uongo, kwa namna moja au nyingine kuna maeneo ameendelea kukuchezea. Na leo umejua siri hii kwamba no, mimi hii sio staili yangu. Sistahili kuishi maisha haya. Natamani kila mmoja aende mbele za Mungu kumwambia, Baba, leo nimejua, na tunatamka ukiri wa kwamba mimi sio mwenye dhambi, na popote ambapo nimeishi chini ya viwango vya nafasi niliyowekwa, Baba unirehemu na unisaidie nianze kutembea katika viwango ambavyo wewe umevikusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, Roho wa Mungu anaenda kuinua kizazi cha vijana na mabinti ambao ni masalia ya Bwana, remnants of God, watu ambao wanapoonekana popote walipo, kama ambavyo kwenye kitabu cha Matendo nasema wale walioupindua ulimwengu wamekuja na huku. Maandiko hayo yaliyoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume yataandikwa katika historia ya Tanzania mwaka huu kupitia wewe.
Utakapokwenda kwa miguu yako, utakapokuwepo wewe, Kristo yuko hapo. Wewe ni mwakilishi, wewe ni balozi wa Bwana, nawe umeitwa uyatangaze matendo makuu ya Mungu na kuonyesha kwamba Kristo anaishi leo, yuko hai kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujiachilie mbele za Bwana. Fungua moyo wako kama ambavyo tumesoma kwenye Zaburi ile ya 139. Mwambie Baba, nichunguze njia zangu, nisaidie. Nimejua leo nafasi yangu, nimejua leo kwamba mimi nimeitwa kuishi maisha ya haki, maisha ya utakatifu. Na hata kama hujamwamini Yesu, sitakwambia unyanyue mkono wako juu, kwa sababu kuamini kunatokea ndani ya moyo. Nilipokuwa ninazungumza, Roho wa Mungu alikuwa anazungumza na wewe zaidi ya maneno yangu. Kuna maneno Roho wa Mungu alikuwa anazungumza ndani yako. Kwa yule ambaye hajawahi kuamini, leo anaweza akawa ameamini. Na sitakwambia ni kuongoze sala ya toba, kwa sababu haipo mahali popote kwenye maandiko. Ingawa sio dhambi kuongozwa sala ya toba, lakini kwa sababu ndani yako umeamini, Yesu Kristo atakusaidia. Na Roho wa Mungu anaingia ndani yako. Pale unapoamini, anaingia ndani yako. Wale walio na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Na atakusaidia kuyaishi maisha haya ambayo tumejifunza siku ya leo. Kwa wakati huu natamani twende mbele za Mungu. Tutaimba tena ile chorus ya kwamba Mungu unichunguze, uyajue mawazo yangu, ujue moyo wangu. Mungu, Mungu. Alafu baada ya hapo umimine moyo wako kwa Bwana. My brother, my sister, wakati kama huu sio wakati wa kuangalia nani ni nani, nani ananitazamaje, nani ananijuaje. Mbele za Mungu hayo sio, it's not an issue. Bwana asifiwe sana. Sio kitu. Unapokuja kwenye wakati kama uko mbele za Mungu, wewe unatakiwa kutazama kile ambacho Bwana amesema na moyo wako na kutamani kupokea kutoka kwa Bwana. Inua imani yako, muamini Yesu leo, uanze kutembea katika maisha ya ushindi. Mungu unichunguze, ujue moyo wangu. Mungu unijaribu, uyajue mawazo yangu. Mungu, 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 unichunguze Bwana. Kwa sababu ya kutafuta utulivu, unaweza ukafunika macho yako na unaweza kumuinulia tu Bwana mikono yako kwa namna yoyote. Ukitaka kupiga magoti, ukitaka kulala chini, vyovyote vile jiachilie mbele za Bwana. Usika. Roho wa Mungu yuko hapa kuachilia msaada juu yako. Amenituma kuja kukusaidia. Amenituma kuja kukuletea ujumbe, maana yeye yuko tayari kukusaidia usiku wa leo. Baba Santa ya maana bradosa. Rese prala makosi kaya maana bradese ya. Rese parala bosa. Mtu mmoja inue moyo wake kwa Bwana. Mtu mmoja amimine moyo wake kwa Bwana. Uko msaada utokao juu usiku wa leo. Uko uwezesho wa kimungu usiku wa leo. Bwana anafinyanga moyo wa mtu kwa upya usiku wa leo. Iko elimu inaondoshwa katika ufahamu wa mtu ndani ya moyo wake usiku wa leo. Iko elimu mpya inayoingia ya kweli ya Mungu, igeuzayo mioyo, maana ni kwa kweli ya Kristo mioyo inageuzwa. Mimina moyo wako kwa Bwana usiku wa leo. Jiachilie kwa Bwana usiku wa leo. Raso pateria manda na bosaka. Bwana anajichukulia vijana mahali hapa. Bwana anajichukulia mabinti usiku wa leo. Bwana anajitengenezea masalia yake. Bwana anainua kizazi cha vijana ambao wako tayari kusimama katika nafasi zao, wako tayari kumwakilisha Kristo katika ukamilifu wake. Bwana anainua kizazi cha vijana ambao watasimama mahali palipobomoka, mahali palipoharibika, katika kizazi ambacho watu hawawezi kuaminiwa kijana na binti kufanya kazi pamoja. Wako vijana wanaoinuliwa wanaoweza kufanya kazi pamoja na mabinti, wako mabinti wanaoinuliwa wanaoweza kufanya kazi pamoja na vijana. Bwana anainua vijana ambao wanaweza
wakasimama kwenye kanisa wanaweza kuaminiwa. Jioni ya leo na usiku wa leo kuna kizazi kinazaliwa, kuna kizazi kinazaliwa. Liko jeshi Bwana naliinua rapo saka, na jeshi hilo wewe ni mmoja wao. Mimi na moyo wako kwa Bwana, ulilia uso wa Bwana yuko hapa kukusaidia. Rapo sakata resa tapakata mande rapo saka risopoteria mandarabo saka. Watu walipoomba mahali pale pakatikiswa. Wewe licha jina la Bwana usiku wa leo, maana kila atakayelicha jina la Bwana ataokolewa. Uko wokovu wa Bwana ulio mkuu usiku wa leo kukusaidia kijana, kukusaidia binti. Rapo sakapa rasetepa resokopota manda raba sakapa riko sakapa rekeseke. Kama inamaanisha usiku wa leo ndio badiliko lako, usikubali ukapitwa, usikubali ukaondoka kama ulivyo. Raso kata. Kama inamaanisha kulala chini, kama inamaanisha kupiga magoti, kama inamaanisha kulia machozi, mimi na moyo wako kwa Bwana, mlilie Bwana, maana yeye ndiye anayejua ubinti wako. Inawezekana kuna mahali shetani amekuchezea, kuna mahali shetani ameharibu maisha yako. Hata uchungu ulionao, hata machozi ulionao ni kwa sababu shetani amecheza na maisha yako. Lakini usiku wa leo umeijua siri hii. Hebu mwambie Bwana, niko hapa. Rasapata pakota resoprida la manda relelebo sakaba mane reposika. Uko msaada wa kimungu unachiliwa hapa. Resotepa rosakapa mande rabo sakata mano pradesiaba rosakapa mande bradisiriba rasokata. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuamini Bwana uliyenituma kwa neno lako. Bwana, neno lako ni kweli. Neno lako Bwana linageuza, wataifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Bwana, nimenena kweli yako, sijanena yaliyo ya kwangu. Usiku wa leo kweli yako Bwana ikabadilisha watu hawa. Rapa sapa papa resokota manda rapo sakata riso ripasa. Iko mbegu ya kweli inayoleta mageuzi kwenye moyo wa mtu mahali hapa. Ropo sata rapo sakapa mande ribo saka risa predeseriama risa kapata mano ribo saka rababababa seke pakata babababa ribo sa predeseriama rabo saka mando riba saka. Kuna ndoto zako ambazo zimekufa kwa sababu ya maisha ya dhambi. Kuna vitu ambavyo umekosa ujasiri tena wa kuviendea. Kuna viwango vya utumishi ambavyo umekosa ujasiri kwa sababu shetani amekuingiza katika uongo wa dhambi. Usiku wa leo umejua siri hii, zile ndoto zako zinafufuliwa kwa upya. Vile viwango vya utumishi vinarejeshwa kwako katika jina la Yesu. Rapo sakapa mande ribo saka riso pradeseria manda resokota mando robo saka ripo poposika yamanda bari ya mama. Sijui mtu wa Mungu unasubiri nini? Wewe ni kumimina tu moyo wako kwa Bwana. Rapo saka, tuko hapa kwa ajili ya Bwana. Hatuna ajenda nyingine. Hatujaja kutazamana na mtu, hatujaja kwa ajili ya kukutana tu. Tumekuja kukutana na Bwana. Yuko hapa kutusaidia. Lia mbele zake, litie jina la Bwana. Yuko hapa. Repo saka papa mando riba sakata mande ria mande rebo sakapa